Ndio mzee wangu. Ndio. Basi bwana, ndio hivyo. Mimi nashukuru sana kwa jinsi mlivyonipokea na tutashirikiana kwa kila hali na mali, ili mradi tuvuke hatua na zaidi na zaidi na zaidi, tusiishie hapa tu. Si umeelewa mzee wangu? Sisi lazima tupate miongozo yenu nyinyi wazee wangu. Sawa. Nyinyi ndio kila kitu, nyinyi ndio wazilishi katika kijiji hiki, sisi tumefuata tu. Alai baba. Na kweli ilikuwa gesi mwanangu. Asante baba. Asante baba. Bonyekea hapo nile mwanangu, maana njaa inavyoniuma. Hapo gari yenyewe mwingi sio mweko pamoja na wewe. Mimi nitakula lakini mpaka nikirudi. Endelea, acha mimi nikamwangalia naye. Ukifika nisalimie. Mama. Kuna nini ambacho kimetokea? Mama. Nahitaji kufahamu kwa sababu uliniahidi au tulia tena. Lakini nashangaa leo hii unalia tena kwa mara nyingine. Kawaida mwanangu, Hakuna. Yaani nakuona nalia afu unasema una hamna kitu. Sina kitu baba. Siku zote ukimwona mtu analia basi yapo ambao amemkuta. Lakini kila napokuuliza hutaki kuniambia ukweli. Kwa nini? Mama. Naomba uniambie. Hakuna mwanangu. Kawaida tu. Kawaida. Sawa. Leo hii umeweza kuvunja ahadi ambayo umeweza kuniwekea wewe mwenyewe. Lakini nashangaa unashindwa kuniambia ukweli.
Hakuna mtu ambaye anaweza kulia pasipokuwa na tatizo lolote. Sio kweli. Lakini unanificha. Na sijui kwa nini hutaki kuniambia ukweli. Ni nani ambaye unaweza kumuelezea kama sio mimi mwanao? Naam. Naam bwana. Sawa. Mimi nimekuelewa. Labda unaye Haruni mwingine ambaye unaweza kumueleza matatizo. Lakini si Haruni mimi. Kama uliniweka tumboni kwako miezi 9, kwa nini unashindwa kuniambia ukweli? Mimi ni mtu wa kuwa na uchungu muda wote, mtu nisiyekuwa na furaha. Kwa nini? Sawa, mimi nimekuelewa. Ndipo mwanao ambaye unaweza kumweleza matatizo yako, lakini sio mimi. Unaye Haruni ambaye unaweza kumweleza matatizo yako, lakini si Haruni mimi. Labda mama yangu yupo, lakini sio wewe. Acha nikamtafute mama yangu ambaye anaweza kunieleza matatizo yake. Sawa mama. Nikutazama muonekano wako, kuna kitu kinaashiria ndani ya moyo wako. Na mimi nikiwa kama rafiki yako napaswa kujua matatizo yako. Hem, tuambizane, tatizo nini rafiki yangu? Mama yangu amekuwa kulia muda wote, lakini kila napomuuliza anashindwa kuniambia ukweli. Na mimi nikiwa kama mtoto pekee nahitaji kujua matatizo yake, lakini anaambia ukweli, ananificha. Unajua mara nyingi wanasema ukimwona mtu mzima kainama unajua kuna kitu kinamsimamisha au kinamwinamisha. Sasa cha kwanza ni kuacha kwa katika hali ya mawazo. Angalia jinsi gani utamaliza matatizo, sawa? Nalijua hilo, lakini furaha yangu ni mama yangu. Sipendi kumuona akiwa kwenye hali ile kila wakati. Nahitaji nijue furaha yake wapi imepotea ili niweze kumrudishia. Napenda sana mama yangu. Unajua katika msitu akili inakuwa kumficha, kwa sababu katika lolote lilo kilemao na kuomeana. Mimi nikwambie kitu rafiki yangu. Kuna siku niliwahi kumsikia Dibai akizungumza ya kuwa baba yako na baba yake waliwahi kuwa marafiki. Sasa mimi ninachokiona au ninachokushauri, nenda kamuone huyo mzee, kwa sababu yeye anifahamu vizuri familia yako. Ni kweli wanazungumza? Ni kweli kabisa. Sawa, acha nimuone. Dibai. Ndio mzee. Karibu bwana. Asante. Dibai. Nafurahi sana tumepata nafasi hii kuonana wakati huu. Nina jambo moja la msingi sana nataka nikwambie. Na hili jambo linahusu uongozi wako hasa kwenye upande wa vijana katika hiki kijiji.